linakuja kumuondoa mtu katika udhaifu, linakuja kuondoa kile kifungo kinachokufunga, linakuja kuondoa yale makusudi ya mwovu katika maisha. Kwa hiyo neno la Mungu ni uweza wa Mungu, ni mamlaka ya Mungu na kusudi la Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwamba sionei haya Injili, maana ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu. Ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu. Ni makusudi ya Mungu inayoweza kubadilisha wokovu. Maana yake nilikuwa sistahili, lakini nimempata aliyenitoa kwenye udhaifu inayeninyima kustahili. Nimempata aliyening'oa mahali ambapo nimeshindwa kutoka, mahali ambapo nimeshikiliwa. Nimempata aliyenitoa pale. Ndiyo maana ya wokovu. Ulikuwa uwezi, lakini umempata anayekuwezesha. Ulikuwa uwezi kufikiria kama wewe, ulikuwa uwezi kutembea katika njia yako mwenyewe, lakini umempata aliyetangulia akasafisha njia, akaondoa kila mwiba, kila mchongoma, kila mitego ya mwovu kilichokuwa kimetegwa kwa ajili yako. Lakini Yesu akaja akaondoa, ukapata wokovu. Ukasema nimempata wokovu. Ukasema katika njia yangu nitaienda, sioni mwiba, sioni mchongoma, kwa sababu umepata wokovu. Na wokovu imesha asiliwa kwa wote wenye mwili. Na nataka nizungumze kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro 1 mlango wa kwanza, alafu nisome kwanza mstari wa 23. 23 inasema hivi: kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu. Neno la Mungu lenye uzima. Neno la wanadamu linaweza likawa ni neno, lakini haliwezi direct kwenda kutimiza yale mahitaji. Lakini neno la Mungu lina uzima, lina uzima. Kilichokufa kinafufuka kwa neno la Mungu. Kilichokuwa dhaifu, udhaifu inaondoka kwa neno la Mungu. Kilichokuwa hakiwezekani kwenye fahamu zako, kwa neno la Mungu lenye uzima linawezekana. Na likiwa linawezekana, neno hilo limeushinda ulimwengu. Na Biblia inasema kwamba, anasema kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. 24 anasema maana mwili wote ni kama majani na fahari yake yote, na kama ua la majani, majani hukauka na ua lake huanguka, bali neno la Bwana la Mungu hudumu hata milele. Na neno hilo ndio neno lile jema tunalolihubiri. Neno lile jema tunalolihubiri. Imefananisha kwamba mwili wote ni kama majani. Mwili wote ni kama majani. Majani ambayo anasema na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na ua lake huanguka. Tumefananishwa sisi, huu mwili tuliovaa imefananishwa na kama majani. Na ikiwa limefananishwa kama majani, mwili huo
linahitaji sapoti, linahitaji uweza, linahitaji tegemezi. Maana kama huo mwili ni kama majani, linahitaji neno lenye nguvu, linahitaji neno lenye kudumu, linaloweza kuutia huo mwili nguvu, huo mwili liweze kudumu. Maana Biblia inasema kwamba mwili huo ni kama majani na ua lake, ambao huo mwili unaweza ukasinyaa, unaweza ukakauka, unaweza ukakosa uhai, nikafananisha. Lakini neno la Mungu ambalo hilo neno tunalolihubiri ni neno la Kristo, linadumu milele. Kwa hiyo huo mwili linahitaji neno liweze kudumu, linahitaji neno ili uweze kutawala, linahitaji neno ili uweze kuushinda ulimwengu wenye dhiki. Maana ulimwenguni Biblia inasema tunayo dhiki, lakini tutafanyaje? Akasema jipeni moyo, mimi anasema Kristo, mimi ambalo ndilo lile neno, ambalo hilo neno limekuja kwetu likakaa kwetu, tukampapasa lile neno, tukakaa pamoja naye, lakini lile neno likaenda kutukomboa, likaenda kutuhakikishia uzima, likaenda kumharibu yeye aliyekuwa na nguvu za kufa. Kwa hiyo lile neno likishaingia katika maisha yako, mauti haiwezi. Lile neno likishaingia ndani ya moyo wako, mauti haiwezi kwenye maisha yako. Kwa kila chochote utakachokishika, mauti haiwezi. Kwa sababu gani? Lile neno limekwenda mpaka kaburini. Lile neno tunalolihubiri, lile neno tunalolihubiri lina nguvu, lina nguvu. Ndugu yake Martha anaitwa Lazaro amekufa, yuko kaburini, ana siku 4, lakini neno likaja, wakasema amelala, ana siku 4 kaburini, lakini neno likaja akasema hivi, nyamazeni, amelala tu wala hajafa. Neno likachukua nafasi, likaita, neno likaita Lazaro toka kaburini. Neno limekuja likaondoa udhaifu, likaondoa harufu mbaya siku 4, likaondoa vifungo vyote. Lazaro akalisikia lile neno. Mauti iliharibiwa, ilinyang'anywa nguvu, lakini lile neno lililoweza kunyang'anya nguvu, ambalo akasema mamlaka yote duniani na mbinguni nimepewa. Lile neno lilipokuja likamtoa Lazaro kwenye kaburi. Lazaro toka kaburini, manake aliyemshika hana uwezo, mauti iliyomshikilia haina uwezo. Aliye na uwezo ni neno Kristo. Lile neno tunalolihubiri hapa lina nguvu. Lile neno likipata nafasi ya kuingia katika maisha, linabadilisha jangwa linakuwa ziwa la maji, kwa kuamini, kwa kusikia, kwa kukiri. Lile neno haliwezi kubadilisha kama halijaja kwako, lakini likija kwako linaweza kubadilisha. Lile neno aliposikia mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Bartimayo tangu kuzaliwa kwake, wanafunzi wakamuuliza Masia wa Mungu Kristo,
kwa nini mtu huyu amezaliwa hivi? Kwa sababu wewe ni Mungu uliyeumba mbingu ukaumba nchi. Kwa nini umeumba kwa namna hii? Lakini wakamwambia kwamba amezaliwa kusudi kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake, ili wengine waweze kuamini kwa kuona, wengine waweze kuamini kwa kusikia, wengine waweze kuamini kwa ishara hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu huyu Bartimayo aliposikia makutano inapiga kelele, kwa sababu yeye alikuwa kipofu kutoka kuzaliwa kwake. Aliposikia makutano kelele, akauliza kwa sababu aone ni nani anapita. Wakamwambia Yesu mwana wa Daudi anapita. Lile neno linapita. Sema amen, amen. Lile neno linapita. Bartimayo akasema, hakutaka tena kuuliza maswali mengine, kwa sababu aliwahi kusikia habari zake kwamba anaponya, kwamba anafufua, kwamba anabadilisha. Akachukua jukumu la kuita Yesu Kristo mwana wa Daudi, Yesu Kristo mwana wa Daudi. Wanafunzi wanamwambia, kwa nini wamsumbua mwalimu? Lazima awe na sababu ya kumsumbua mwalimu. Lakini hajataka kuwaambia wanafunzi kwa nini wamsumbua mwalimu, kwa sababu wanafunzi hawana majibu yake, wanafunzi hawana suluhisho lake. Alienda direct, Yesu mwana wa Daudi, mwana wa Daudi. Alizidi kupaza sauti, na waliomzuia hakutaka kuwasikiliza. Alifocus kuzungumza Yesu mwana wa Daudi, mpaka Yesu amesikia sauti akasema mwacheni aje. Alipofika Yesu akamwambia, lile neno linamwambia sasa, lile neno lenye nguvu linamwambia Bartimayo, unataka nikufanye nini? Unataka nikufanye nini? Hajataka tena msaada wa kipesa, hajataka tena msaada wa nguo wala vazi wala nini. Moja kwa moja kitu ambacho alikuwa anatamani katika maisha yake, aone dunia ni nini kipo ndani yake. Akasema ninataka kuona, kwa sababu neno lina nguvu, neno lina mamlaka. Akamwambia nataka takasika, nataka takasika. Neno lina nguvu ya kubadilisha, neno lina nguvu ya kuinua, neno lina nguvu ya kung'oa kila kitu ambacho kimekuwa dhaifu. Neno lina nguvu ya kubadilisha kitu ambacho kimekuwa dhaifu kwa muda mrefu. Sema amen, amen. Lile neno tunalolihubiri lina nguvu ya kubadilisha, lina nguvu ya kung'oa kila udhaifu, kila pando lisilopandwa. Anasema hivi, litang'olewa, lisilopandwa na Baba. Lile neno lina makusudi ya kung'oa. Tukiliamini lile neno, lina uwezo wa kubadilisha. Sema amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni habari njema tunazozidi kutangaza katika mji huu wa Kisongo. Yesu anazidi kutupa habari njema. Anasema tumezaliwa mara pili. Mimi nimemwamini. Ukimwamini, Biblia inasema unapewa uwezo wa kufanyika mwana. Ukipewa uwezo wa kufanyika mwana, unazaliwa mara pili, unaingizwa kwenye ufalme. Hauingizwi kwenye ufalme kama hujazaliwa, unabatizwa. Aminie na kubatizwa ataokoka. Anasema mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Mwili wote ni kama majani hukauka na ua lake huanguka. Neno la Mungu hudumu hata milele, na neno hilo ni neno jema tunalolihubiri. Bwana Yesu asifiwe. Tunaonyeshwa kwamba picha ni nini. Lile neno tunalolihubiri tumetafsiriwa, ndio lenye nguvu, ndio linaweza kubadilisha. Naomba nisome waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana
waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa kwanza, anasema kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu, na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Anasema kila mtu aaminie kwamba Yesu Kristo amezaliwa na Mungu, na kila mtu ampendaye, anasema amezaliwa na Mungu, na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Anazungumza kwa lugha nyepesi. Kila mtu aaminie kwamba Yesu amezaliwa na Mungu, amezaliwa na Mungu. Kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Kila mtu aaminie kwamba, amina, bariki mama. Kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo, aaminie kwamba Yesu ni Kristo, nitumie lugha ya Kristo, amefanyika dhambi, amefanyika ukombozi. Unamwamini kwamba Mungu alimtuma, unaamini kwamba amefanyika. Anasema aaminie amezaliwa na Mungu, na kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Kwa hiyo ulimwengu tumesha ushinda kwa yeye ambao ni Kristo. Ulimwengu tumesha tawala kwa yeye aliyeushinda. Na Biblia inasema aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Kwa hiyo ukimwamini kwamba Yesu ni Kristo, ukiamini kwamba Mungu alimtuma kwa makusudi, wewe na wewe unaingizwa kwenye familia. Ukiingizwa kwenye familia unahesabiwa haki. Ukiingizwa kwenye familia unawekwa alama. Tangu sasa asinitaabishe mtu, unawekwa alama. Tangu sasa hakuna kiumbe chochote kitakachoona alama tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale wafugaji wenye mifugo mingi, wanaweka mifugo yao alama, wanaweka chapa, wengine wanachanja masikio, mbuzi, ng'ombe, kondoo. Lakini katika ulimwengu wa roho, Biblia inasema vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ziko katika roho. Na yule aharibuye na yule anayepambana na wewe hataweza kupambana na wewe, kwa sababu akiwa anakuja atakutana na alama, atakutana na picha ya Kristo katika maisha yako. Anasema si wewe bali ni Kristo ndani yako. Vita sio vyako bali vita ni vya Bwana. Maana ukishakuwa Mungu amekufanya kuwa mwana, huna sababu ya kupigana vita, huna sababu ya kushindana. Yuko anayekushindania, yuko anayekupigania. Huna sababu ya kupambana, huna sababu ya kusota, yuko anayekusotea. Anasema wewe ni kuamini tu, wewe ni kumwamini tu, na mambo yako yatathibitika, yataonekana. Kwa nini yathibitike? Yeye ni taa ya ulimwengu, yeye ni mwanga wa ulimwengu, yeye ni njia ya uzima. Lile neno lina nguvu, lile neno linaonyesha njia, lile neno lina uzima, lile neno linabadilisha. Anasema aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu, na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Kila mtu ampendaye aliyezaa ampenda hata yule aliyezaliwa. Maana tunafundishwa kwamba kumpenda Mungu ni amri. Kumpenda Mungu ni amri. Kumwamini Mungu ni makusudi yako, yaani ni kitu kilichokusudiwa kwenye maisha yako.
na kitu kilichokusudiwa kwenye maisha yako ni Kristo. Amekusudiwa kwenye maisha yako ili umwamini, lakini kumpenda ni amri. Mpende kwa moyo wako na kwa akili zako na kwa nguvu zako, na kushika amri na kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa Mungu ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Katika hili twajua kwamba twawapenda watoto wa Mungu, tumpendapo Mungu na kuzishika amri zake. Anasema mtu akinipenda, ili nidhihirishe upendo ndani yake, azishike amri, alisikilize lile neno, atembee katika kusudi la lile neno. Maana lile neno lina kusudi, lina makusudi yake, lina makusudi ya kukubadilisha, lina makusudi ya kukuweka wewe huru. Haujakusudiwa kusota, haujakusudiwa kuwepo jangwani. Kitu kilichokusudiwa kwenye maisha yako, umekusudiwa raha. Biblia anasema nitawapa raha nafsini mwenu, nitawapa raha nafsini mwenu. Lile neno linapokuja, kumbuka lina nguvu, lina uwezo, lina mamlaka. Lina mamlaka yote duniani yote, hajabakiza hata punje. Adui hana chochote, shetani hana chochote, shetani hana chochote. Neno la Mungu linadumu, neno la Mungu lina mamlaka, lina uwezo. Vitu vya giza vipo lakini havidumu, na havina amani ndani yake, havina uwezo ndani yake, haina raha, haikupi raha. Lakini neno linakupa raha, neno linaangaza kwenye maisha, linakupa raha, linakuzidisha. Mahali ambapo umekuwa na kidogo, linakuongeza lile neno, kwa sababu anakuja ili uwe na uzima. Linaweza kukutajirisha. Linapokuja kwenye kazi yako, haliui kazi, linauisha. Linapokuja kwenye mwili wako, haiui mwili, linauisha mwili. Kilichokufa kinainuka, kilichokuwa dhaifu kinapata nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kilichokufa, neno linakuja, kilichokufa kinainuka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anatusii tumpende, anatusii tulishike lile neno lake, anatusii tushike amri yake. Na katika kushika amri yake, hapo ndipo tutaona upendeleo wa Mungu, hapo ndipo tutaona kushinda. Ulimwengu ina mapambano mingi, lakini hatujaweza kushinda ulimwengu. Lakini mwenye lile neno na akakaa kwenye kusudi la lile neno, anaweza akaushinda. Ni nani atakayeweza kuushinda ulimwengu? Yule mtu mwenye neno la Mungu, yule mtu aliyeshika amri, yule mtu aliyetembea katika kusudi la lile neno. Lile neno lina nguvu, Biblia inasema, na lile neno linatufundisha tukae katika pendo, tushike makusudi ya Mungu. Kwa sababu kuna wengine wamekuwa katika Ukristo, wameishi katika Ukristo, lakini hawafanyi mapenzi ya Mungu, hawafanyi mapenzi ya yeye aliye na mamlaka, hawafanyi mapenzi ya yeye aliyeshinda ulimwengu. Ulimwengu tumeusha ushinda, lakini kwa yeye, na kwa sababu anaishi ndani yetu, tunaweza tukawa wamoja walioshinda, wamoja waliomiliki. Maana Biblia inasema tumekaa pamoja naye juu sana, juu sana kwenye ulimwengu wa roho, juu sana kuliko kila jina linalotajwa duniani
kuliko kila falme, kila mamlaka. Inawezekana kila majina yanayotajwa na kila nguvu zozote za giza. Inawezekana ni majina yanayotajwa katika ulimwengu kwamba ni majina maarufu sana, lakini sisi tumekaa pamoja naye juu sana kuliko kila chochote, kuliko kila fikra, kuliko kila kitu ambacho umekitumainia katika ulimwengu huu isipokuwa neno la Mungu. Tumekaa juu sana, tumekaa pamoja naye, tunamiliki pamoja naye, tunashinda pamoja naye, tunatawala pamoja naye, na hakuna kitu kitakachoweza kukushusha chini. Kwa nini? Lile neno lina nguvu, lile neno lina uwezo, lile neno lina mamlaka, lile neno limeshashinda kaburi. Jiwe la kaburi limeondoka, jiwe la kaburi limeondolewa. Mwanaume ametoka akisema, ninazo nguvu, ninazo mamlaka, nimeshaushinda lile kitu ambacho unaona kinakutabisha, kile kitu ulichokuwa unakiona unatembea kwa wasiwasi, kile kitu ambacho ulikuwa umekiona kwamba kinakutabisha, kile kitu ambacho kimekupa mashaka, kile kitu ambacho ukiamka unafikiria kwamba inaweza ikaninasa mahali. Anasema nimeshashinda, nimeshashinda, kwa sababu tulianguka hapo mwanzo, lakini Mungu akafanya mpango, maana Mungu alitupenda na alifanya mpango sisi tupatikane, tuweze kufanya. Kwa nini Mungu amemtuma? Kwa sababu Mungu alitujua toka mwanzo, alitujua toka mwanzo, kabla misingi ya ulimwengu. Tulikuwa kwenye fikira yake, tulikuwa kwenye mpango wake, na mpango wake sisi ni kumtumikia, ni kuzishika amri, kama Biblia inavyosema kwamba ushike amri. Mtu akinipenda na asinipende tu kwa kusema, bali nitaona kwa sababu amezishika amri zangu, nitajua kwamba huyu mtu amenipenda, nitajua kwamba huyu mtu yuko pamoja na mimi. Biblia inasema kwamba, anasema mstari wa 3, waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 3, anasema kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba kuzishika amri zake ndiyo kumpenda Mungu. Usiseme nampenda Mungu lakini hauna amri, hauna neno lake ndani yako. Ukisema nampenda Mungu, uwe na neno ndani yako. Katika njia zako zote umkiri yeye. Tunakumbuka kwamba Shetani alipokuja kumjaribu alisema imeandikwa. Je, wewe unajua kwamba imeandikwa? Unatambua kwamba imeandikwa? Na nini kilichoandikwa? Anasema na akinipenda azishike amri. Tumedirectiwa twende kwenye amri, twende kwenye neno, twende kwenye mapenzi yake, twende kwenye kusudi lake. Anasema kumpenda Mungu kwamba asishike amri, wala amri zake sio nzito. Amri zake sio nzito, mipango yake sio nzito. Kitu kizito ni uovu, ni uzinzi, uasherati, wezi, ujambazi, utapeli, njia ambayo haimpendezi Mungu. Anasema hiyo ndio nzito, hayo ndio mizigo. Lakini ukija kwake atakutua na uzinzi, atakutua na uasherati, atakutua na ujambazi, atakutua na ulevi, atakutua na magonjwa sugu, atakutua na kila kitu ambacho kinakutaabisha. Anasema amri yake sio nzito. Ukishika amri yake, Biblia anasema utakula mema ya nchi. Katika ulimwengu huu kuna mema, lakini tutakula tukiwa katika kusudi ya lile neno. Tutakula tukiwa katika mipango ya lile neno, na mipango ya lile neno ni kutupa sisi kushinda, kutupa sisi kutawala.
Mstari wa 4 anasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu. Hiyo imani yetu. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Nani atakayeweza kushinda ulimwengu? Ni yule aliyeamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Anasema aliyezaliwa na Mungu, aliyemwamini Yesu, huyo mtu anasadikika ameushinda ulimwengu. Na kushinda ulimwengu ni kulishika lile neno. Ni mtu amwaminie kwamba Yesu ni Kristo, Yesu ni Mwokozi. Anasema mwenye kuushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aaminie kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, aaminie kwamba Yesu ni makusudi ya Mungu, Yesu ni kusudi la Mungu, Yesu ni tamko la Mungu. Huyo mtu anasema kwamba ni mtu atakayeweza kushinda ulimwengu. Na anasema kushinda ulimwengu, huko ndiko kushinda kwa ulimwengu. Kushinda ulimwengu ni kumwamini Yesu. Kushinda ulimwengu ni kuamini kazi za Mungu. Kushinda ulimwengu ni kukaa katika kusudi la Mungu. Kushinda ulimwengu ni kukaa katika pendo la Mungu. Kwa hiyo jioni leo Biblia inazungumza hayo machache, kwamba kumpenda Mungu ni kuzishika amri zake, na kushinda ulimwengu ni kumwamini kwamba Yesu ni Kristo, Yesu ni Mwokozi, Yesu ni mfalme wa falme, na hakuna falme zingine zitakazoweza kuchukua nafasi. Anasema yeye ameushinda ulimwengu, na kushinda kwa ulimwengu ni kwa yule mtu aliyemwamini. Yule mtu aliyemwamini ni mtu ambao Biblia inasema kwamba amehesabiwa haki, ni mtu ambayo udhaifu imeondolewa kwake, ni mtu ambayo hakuna taabu tena, ni mtu ambayo hakuna kitu kitakachoweza kuzungumza chochote kwake, ni mtu ambayo Mungu amemweka juu. Na Biblia inasema kwamba tumeketishwa pamoja naye, tumeketishwa pamoja naye juu sana, eneo ambalo adui aweze akafikiria, eneo ambalo adui aweze akakanyaga, eneo ambayo adui akiweza kukufikiria anaweza kamalizwa. Tumeketishwa katika ulimwengu wa roho, maana sisi hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Na Biblia inasema Mungu ni roho, nao wanaomwabudu wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo ni jioni ya kipekee sana ambayo imempendeza Mungu kwamba tuseme habari zake, tutangaze wokovu wake na msamaha wake na ishara zake na maajabu yake, na imempendeza Mungu